Hii sio bomu la kawaida. Ni silaha inayolipuka angani, kisha kumwaga makumi ya mabomu madogo chini kama mvua ya moto. Silaha hii inaitwa cluster bomb. Katika vita vinavyoendelea kati ya Iran, Israeli na washirika wake, silaha hii imeibua hofu kubwa duniani. Lakini cluster bomb ni nini hasa? Inafanyaje kazi? Na kwa nini nchi nyingi duniani zimepinga marufuku na matumizi yake? Cluster bomb ni aina ya silaha ambayo haipigi lengo moja tu. Badala yake, bomu moja kubwa hufunguka angani na kuachia mabomu madogo madogo yanayoitwa bomblets. Mabomu hayo yanaweza kusambaa kwenye eneo kubwa sana. Wataalamu wa kijeshi wanasema bomu moja linaweza kusambaza mabomu hadi eneo kubwa sawa na viwanja kadhaa vya mpira. Lengo lake kushambulia askari wengi kwa wakati mmoja, kuharibu magari ya kijeshi au kuleta uharibifu kwenye eneo lote. Lakini tatizo kubwa ni hili: mara nyingi bomu haya madogo hayalipuki mara moja, yanabaki ardhini kama mitego ya kifo. Na cluster bomb inafanya kazi aje? Mchakato wake una hatua tatu. Hatua ya kwanza, missile au bomu kubwa hurushwa kutoka ndege, launcher ardhini au ballistic missile. Hatua ya pili, bomu hilo hufunguka angani. Na hatua ya tatu, ndani yake hutoka makumi au hata mamia ya bomblet. Mabomu haya hushuka ardhini kwa wakati mmoja na kulipuka sehemu tofauti tofauti. Katika baadhi ya makombora yanayodaiwa kutumiwa na Iran, kila moja inaweza kubeba takriban bomblet, yani zikiwa bomu ndogo ndogo 20 hadi 24. Hii ndio sababu mfumo wa ulinzi wa makombora kama Iron Dome huwa na wakati mgumu kuyazuia yote. Katika vita vya hivi karibuni, maafisa wa Israeli wamesema kwamba baadhi ya makombora ya Iran yalikuwa na cluster warheads. Ripoti nyingine zinasema kwamba karibu nusu ya makombora yaliyotumwa yalikuwa na aina hii ya silaha. Lengo la kutumia silaha hizi ni kuongeza eneo la uharibifu, kuleta hofu kwa raia na kufanya ulinzi wa makombora kuwa mgumu zaidi. Lakini matumizi yake yamezua mjadala mkubwa duniani. Zaidi ya nchi 120 duniani zimepinga marufuku cluster bombs kupitia mkataba wa kimataifa. Sababu ni tatu kubwa: zinaua raia wengi kwa sababu zinashambulia eneo kubwa. Mabomu mengi hubaki ardhini na yanaweza kulipuka miaka mingi baada ya vita. Watoto huwa waathirika wakubwa kwa sababu mara nyingi bomblet zinafanana na vitu vya kuchezea. Hata hivyo, nchi kadhaa kubwa bado hazijasaini mkataba huo, ikiwemo Iran, Marekani na Israeli. Baada ya vita kuisha, cluster bombs huacha tatizo lingine. Maelfu ya bomblet ambazo hazikulipuka hubaki ardhini. Hii ina maana wakulima hawawezi kulima, watoto hawawezi kucheza, na watu wanaweza kufa hata miaka mingi baadaye. Katika vita za zamani, mabomu haya yaliendelea kuwa watu hadi miaka 20 baadaye. Cluster bomb ni moja ya silaha zenye utata mkubwa duniani. Kwa jeshi ni silaha yenye uwezo mkubwa wa kushambulia eneo kubwa, lakini kwa raia mara nyingi ni mvua ya vifo isiyochagua lengo. Na wakati vita vinaendelea Mashariki ya Kati, dunia inaendelea kujiuliza swali moja kubwa: je, silaha kama hizi zinapaswa bado kuwepo au ni wakati wa kuzifuta kabisa duniani? Usisahau kutufollow na kusubscribe ili uendelee kupata informations na documentaries zingine nzuri kama hizi.